What is the problem? Kwa nini mmenifungia selo ghafla mmekuja kunichukua pale? Na mimi sina kosa, sio mwizi, sio kibaka, mimi nafanya kazi zangu kama kawaida. Okay, acha nikudokeze tu kwa sababu ni haki yako kujua ni kitu gani ambacho kimesababisha sisi kukubeba kule mzoga kuja kukutia selo. You are the first suspected person katika kesi ya jaribio la mauaji. Ulitaka kuua wewe bwana wewe. Sio mimi. Wewe ulitaka kuua, acha ubishi. Usinitolee macho. Ulitaka kuua Nyang'au wewe. Tena unatakiwa kusalimisha silaha ambayo ulikuwa unaitumia kufanya unyabu. Ulitaka kumuua jamaa wa watu, wala hana mbele wala nyuma, mtu mwenyewe kabwela, mshenzi wewe, kipalangoto. Kwa nini ulitaka kumuua jamaa wa watu? Asa afande, hivi unavyoniangalia mimi muonekano wangu, mimi nakuua wapi kwa wapi? Mimi nina muonekano wa kuua kweli mimi, kipala wa watu, mimi nimetulia. Na huyo jamaa ambaye alikuwa anasema mimi nataka nimuue, yeye ana uhakika gani? Yeye alikuwepo. Alikuwepo wapi? Huko ambako yeye alikuwa anasema kwamba mimi nataka kumuua, yeye alikuwepo. Wewe usijifanye mweo, huna akili timamu wewe. Wewe ulitaka kuua mtu. Umempiga mtu risasi usiku, ukamtupa kando ya barabara. Mwenda wazimu wewe. Na utatuambia vizuri. Hiyo silaha uliokuwa unafanya maangamizi ya namna hiyo, umeitoa wapi? Na iko wapi? Mimi tu bwana, mimi nashindwa kuelewa. Mbona sina kizazi afande? Sasa hicho kinahusikaje? Ndio hivyo tena, wewe waulize watu wote wananijua mimi maarufu, sina kizazi. Anajifanya mento, chizi, haelewi kinachoendelea. Sasa sikiliza wewe. Wewe utaongea tu kweli. Tutakubana na prize kwenye vinyanya mshenzi hadi useme kwamba ulifanya hili tukio, na lazima ukubali kwamba ulifanya, na utatuambia silaha ulioitumia kufanya unyang'i ndo huu umeitoa wapi na iko wapi? Afande. Achana na mimi. Afande. Kunyangisi. Nishauziwa kesi hivyo tena. Na hao wenzako eti hata kama hujafanya kweli wanakuminya na prize kwenye vinyanya mshenzi. Minya kwenye makende hadi useme ndio mimi ndiye niliyefanya unyang'i ndo huo, hali ya kuwa haujafanya wewe Kitundu. Tushapata pesa mwanangu, na tena ni pesa nyingi, bilioni 1 na ushee. Ni pesa nyingi kweli kweli, na tumepata gia pia ya kutokea kwa yule mzee. Tumeondoka, hatuna habari naye. Sasa hapa ni sisi kudiskasi tunaanza kufanya kipi cha msingi ili tuanze maisha yetu mapya. Ushauri wako ni upi mwanangu? Mimi nakusikiliza, maana tayari bilioni 1 na ushee kama milioni 400 hivi ipo kwenye akaunti yetu. Tumeiba kwa yule baba mjomba Nchumali. Sasa hapa ni kudiskasi mwanangu, tunaanza kufanya kipi cha muhimu. Na kusikiliza babangu, lete mawazo. Mie mawazo yangu, mie tununue gari. Una akili wewe bozongwa. Wewe bozongwa kabisa, sifuri kabisa kichwani mwako. Sasa gari ndio naona kitu cha muhimu sana cha kwanza kuniambia hapa. Gari tutanunua tu, ila sio sasa hivi. Sasa hivi natakiwa tufanye vitu vya maana. Sasa tununue gari alafu nyumba. Yaani baada uanze kusema nyumba unaanza magari. Sasa magari labda tutalala kwenye kwapa zako hizo. Na kuuliza tutalala kwenye kwapa zako? Ungesema nyumba cha kwanza. Hebu ongea kitu kingine cha muhimu. Gari tutanunua tu, ila sio leo. Basi twenzetu tukanunue wale punda walamu tuwapeleke Malindi. Tukinunua punda 10,000 twaurudisha ufalme wa baba. Yaani kwa sababu wewe akili zako umezifiatika katikati kabisa ya mfereji wa Igita, ndio maana unaropoka tu unaongea vitu ambavyo havina msingi. Sasa mapunda sisi tununue punda wana kazi gani? Punda si wale tu pale baba yako katuachia punda kibao, ndugu yako wamegawana. Unataka tena nirudi Malindi? Sirudi kule Bunabu kule sikanyagi. Ndugu zako alichonifanyia urithi hata mimi hatujapata, tumefukuzwa kwenye nyumba ya baba yako. Unaniambia tena nirudi eti nikanunue punda niwanunulie ndugu zako? Hebu toka hapa. Mimi hapa cha kwanza cha muhimu ni kununua nyumba. Sasa wewe kama mwanaume unatakiwa unipe business idea. Ndio kitu ambacho nilikuwa nakitaka kusikia kutoka kwako. Nipe idea za kibiashara, usiniambie mambo ya punda hapa. Business idea tununue mashine ya kutengenezea sambusa. Mimi hupenda sana sambusa. La si hivyo, kwa sababu wali njegele mimi naupenda sana, basi twende tukawekeze kwenye kilimo cha njegele.
tuwekeze kwenye kilimo cha njegele. Kwa hiyo wewe ndo utanunua hizo njegele au nani? Njegele, sikiliza mama. Njegele ni tamu sana ujue. Zile njegele zikiungwa na nazi ni tamu sana ukipika na wali. Basi inatosha baba. Maana nishaona hapa naongea na mbumbumbu. Sitakuomba tena ushauri. Kwa sababu wewe ni mbumbumbu kichwa mchele. Hakuna kitu unachokiwaza hapo zaidi ya kula tu. Mimi sasa hivi nilichokiwaza hapa ni kwenda kununua nyumba. Kuhusu masuala ya biashara nitawaza mimi mwenyewe kichwani. Wewe tena ushauri siutaki. Wewe utabaki tu kula na kulala na kunya basi. Ndio kazi unayoiweza hiyo. Na kulegea. Ndio kazi naiweza sana hiyo, kulegea legea. Lege. Mwanangu Shemtoi, unataka nini tena huko? Kwanza umeanza lini kuingia kwenye chumba changu hiki wakati unajua hiki chumba kimehifadhi vitu vya watu humo? Mna nyaraka za watu za ndoa humo. Kuna nyaraka za watu za kesi humo. Wewe humo unafanya nini wewe kijana wewe? Wafanya nini humo wewe Shemtoi? Mbona unataka kunitia wasiwasi tena? Umeanza lini kuingia humo ndani? Sasa baba, kwani wewe hujawashikia wahenga walivyokuwa wanasemaga kipindi hicho kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka? Sasa mimi wewe ni nyoka na mimi nataka niwe nyoka. Nimeona nianje taratibu kujifunza katika sekta yako hii ya uwakala. Eti uwakala tena. Masuala haya kufundisha watu ndoa, mikataba ya ndoa nini. Nataka nijifunze na mimi ili hata siku leo kesho umeondoka, nibebe mkoba wako. Uwe unaweza kutofautisha kati ya uganga wa kienyeji na taaluma. Huu sio uganga wa kienyeji kwamba nitakulisisha mikoba. Hii ni taaluma, nimesoma hadi chuo kikuu, nimepata cheti, nimeajiriwa na serikali na kibali ninacho cha kufanya kazi. Sasa wewe unataka kulisi nini mwanangu na shule umekataa? Umekataa kwenda shule mwanangu, umesema unataka mziki. Nimekuacha kwenye mziki wako. Sasa vipi kuniingilia kwenye kazi? Mwanangu huku usiingie tena. Sawa Ukija kuingia tena huku mimi nakuvuta vinyanya mshenzi. Nitakufanya kitu kibaya. Mwanangu usiingie huku. Likipotea faili moja basi ujue mimi nimefungwa maisha. Baba, mimi saizi nimekuwa mtu mzima, sio mtoto mdogo tena, naelewa. Siwezi kupoteza mafaili tu. Mimi saizi na miaka 27 faza kweli nianje kuchukua mafaili nipoteze wakati najua hivi ni vitu ambavyo vya muhimu umevihifadhi huko. Mimi nimekuja zangu tu, nilikuwa natalii naangalia zangu jinsi ufanyaji kazi wa babangu unavyokwenda. Ni just learning other ni vitu vidogo tu kwani. Learning other Kiingereza chako uchwala usiniletee hapa Shemtoi. Hebu toka katika chumba changu cha siri. Toka humu ndani, sitaki kabisa kukuona tena unaingia humu. Hebu tulia kwanza faza. Mhuri uko wapi mzee? Mhuri wangu mie wa kazi. Hivi mwenda wazimu mtoto afu unakaza jicho kabisa unaniuliza mhuri. Mhuri ni alama yangu mie ya kazi. Nimeuapia yule kwa kiapo. Ni mhuri ambao mie natakiwa kuutumia kwa sababu ya kazi maalum. Wewe mhuri wangu wa nini? Hata mama yako mie sijawahi kumuonyesha mhuri wangu. Ni vitu vya siri hivi. Wewe bwana toka. Shemtoi toka. Hamdala Kiuno, kazi ulonituma nimeifanya tena kwa weledi mkubwa sana. Nimemleta binti ambaye umenituma niende nikamchukue. Buju huyo hapo nimekuletea akiwa mzima wa afya. Sasa nadhani kilichobaki ni kutimiza ahadi ulonipa. Kwanza, ahadi ya kwanza ulisema kwamba kama nitafanikiwa mimi ndo nitakuwa mama mjengo, mama wa hii nyumba, mama upwipwi. Nitapewa chochote kile ninachotaka katika nyumba hii. Sasa kabla mambo hayajawa mengi, nakutaka Hamdala Kiuno, twende chumbani. Wewe mjinga kweli wewe mwanamke wewe. Nilikuwa nakudanganya Karaba. Lengo langu lilikuwa ni kumleta huyu binti hapa nyumbani kwangu. Na ushalifanya hilo. Mimi sikutaki wewe. Hivi unavyoniona muonekano wangu mimi mzee Samboi nilezeheka na utamu wangu, naweza kuwa na mwanamke mwendawazimu kama wewe? Hilo swala haliwezekani. Nilikuwa nataka tu niletee huyu binti alafu wewe uondoke ukafanye kazi yako. Sam, Yes boss. Mpatie kiasi cha fedha kidogo huyu mama aondoke.